Baada ya kifo cha Yesu, mmoja wa wafuasi wa Yesu walichukua mwili wake na kuufunika kwa nguo na kuutayarisha na kwenda kumzika kwenye kaburi lililokuwa wazi na halijawahi kutumika. Na wakuu wa dini wakaweka jiwe kubwa kwenye mlango wa kaburi na wakaweka askari wawili kulilinda mchana na usiku ili mtu asije akaiba mwili wa Yesu. Siku ya tatu baadaye kukawa na mtetemeko mkubwa wa ardhi. Naye malaika wa Mungu alitokea na kubingirisha lile jiwe pale kaburini. Na wale walinzi wawili waliokuwa wakilinda wakaingiwa na hofu na wakaogopa na wakakimbia. Kisha tena baadaye wanawake wakaja kaburini kwa Yesu ili kuupaka mwili wa Yesu mafuta, ila wapate lile jiwe limetolewa na kaburi liko wazi. Tena malaika akatokelezea na kuambia, msiwe na hofu, Yesu hayupo hapa, amefufuka. Hivyo basi endeni mkawaambie wanafunzi wake. Mary Magdalena akakimbia mbio na akampata Petero na Yohana na akawaeleza yale malaika alikuwa amewaambia. Hivyo basi wakakimbia. Yohana alikuwa ndiye mdogo kati ya wote, alifika kwa haraka sana kaburini. Hivyo basi walipofika walipata kweli kaburi liko wazi na sanda zake ziko chini. Walipigwa na mshangao mkubwa sana. Baadaye kidogo Yesu aliwatokea wanafunzi wake akawaambia, ninaenda mbinguni kuwaandalia makao, kisha tena nitarudi. Kisha Yesu akawaambia, nitawatumia Roho Mtakatifu akuwe nanyi, nanyi endeni mkashuhudie yote mlioyaona. Kisha basi baada hayo yote Yesu akaanza kupaa na kundi lote likitazama kwa mshangao na kutukuza Mungu.